Kwa hiyo kimsingi ni kwamba leo ukimtizama Metacha Mnata goli ambalo amefungwa na kuambia hata usigero wangu lile goli afungui. Alifanya kosa. Wewe kuona amefanya kosa Metacha Mnata. Yaani sehemu ambapo alipopanga ukuta ndio sehemu ambapo yeye alipoenda kukaa. Alafu ule ukuta alivyoupanga akaacha nafasi ambayo Alan Okello kapitisha mpira kule kule. Hasa ile silikuwa ni kosa. Bana Metacha, nini kile unafanya Metacha Mnata? Hata mwanamke ukimpa hela akupi kiharaka vile. Unalazima ufanye kazi Metacha. Nini unafanya kile? Goli gani unafungwa Metacha Mnata? Yaani hata mwanamke ukimpa hela akupi kiurahisi kiasi kile. Ungesubiri hata muda usogee kidogo. Tunajua nyewe ni ndugu, lakini sio kwa goli lile Metacha Mnata. Nini unafanya kile? Mbaka kocha wako kaona aibu Metacha. Yaani kocha kajisikia aibu kaamua kutoe. Maana ni aibu Metacha Mnata. Nini unafanya? A few moments later. Striking it right footed and into the bottom right hand corner. Sensational strike. Manchester United back in the game with their first shot on target of the day. And whatever gap he saw, he found, because Pickford was just rooted to the spot, didn't even move. Morgan Rogers of Aston Villa. Rogers scores again, and for the lead from behind. He is the man for Aston Villa. Morgan Rogers with the brace. These were referred to as the Williams set piece, but Luis has hit it and scored! Well, that's brilliant. Spontaneity of the highest class. Right. He's done it again! From a million miles out! I don't think on this type of free kick his conversion rate's brilliant, but every now and again one just flies in the top corner. Like that. And that was one of them! Unbelievable! You know, wow. I'm glad I covered myself at the end there. He's a gift. Umeona wapigaji watatu hapa? Kuna Max Zengeli ambaye anatumia mguu wa kulia. Alafu kuna Boka mguu wa kushoto, alafu kuna Okello. Kipa alikuwa ajui nani anapiga free kick. Kwa hiyo ukuta akipiga mguu wa kushoto na wa kulia unaweza kupanga tofauti, lakini wote wako nyuma mpira. So aliona apange vile, alafu a dictate mpigaji yoyote atakayepiga kwa kuangalia mpira uweze kuvuka kwenye ukuta. Kwa hiyo kwa mimi nachelea sana kumlaumu Metacha. Kana kwamba amefanya uzembe kwa sababu hiyo hatua yake ya kutaka kujiandaa na kutokujua mpira utakuja wapi. Ghafla mpira umepita karibu na alipokuwepo. Kwa watu wanaona ile tukio la yeye kutofanya chochote ndicho naona ni kana kwamba amekifanya uzembe. Kwangu mimi nachelea kumlaumu Metacha. Na msifu sana Alan Okello kwa kufanya jukumu lake la kutoka. Niulize swali. Mwanzo wakati niliangalia lile goli lilipofungwa tu mara ya kwanza, kwa jinsi ambavyo lilifungwa lile goli, nikawa nimetoka. Na kuna maneno kazungumza pale. Yes, nilitoka sababu yani naamini lile ni goli ambalo kwa standard ya hii ligi alipaswi kufungwa goli la namna ile. Lakini kwa jinsi nilipokuwa nimeliangalia mara ya kwanza, macho yangu aliniambia kwamba lile goli ni makosa moja kwa moja ya Metacha. Lakini baada ya kuja kulirudia, nafikiri lile goli hakupaswa kulaumiwa Metacha. Kama kuna kosa ambalo labda alilifanya, kwangu I think ni limoja. Labda namna ambavyo aliupanga ukuta wake. Kwa sababu kiangalia lile goli, Okello ameshuti mpira, amepiga mpira eneo ambalo ukuta ulikuwepo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ukuta ndio ulipaswa kuweza kureact. Na hata ukimwangalia Metacha, kuna namna fulani ambavyo, kwa sababu tunajua golikipa ukiwa unapanga ukuta, nusu ya goli unabaki kwa ukuta wako na inabidi uamini. Kwa maana kuna mchezaji atalala chini kama kishuti itapigwa la chini chini. Kuna na wengine inabidi waruke kama mpira utapigwa juu. Then inabidi abaki na hii nusu ambayo inabaki inakuwa imebakia huko. Na hata ukimwangalia yeye focus yake ilikuwa ni kutaka kujaribu kulinda huu upande ambao yeye ndo anakuwa responsible na huo upande ambao ukuta unakuwa haupo. Kwa hiyo ukiangalia eneo ambalo mpira umepigwa eneo ambalo ukuta ndo ulipaswa uwe wa kwanza kureact. Sisi tunaelewa Metacha Mnata alichofanywa leo kafanyiwa kafara ya uongo, kwa sababu ni kama vile Singida walikuwa wanataka kuprove kitu, na sisi wote tumeona kitendo alichokifanya ni kama unamaliza karia ya mchezaji. Kama kulikuwa kuna kosa kalifanya, basi kuna namna ilikuwa ya kumrekebisha kuliko kumtoa dakika za mwanzo kabisa za mchezo. Na ndio hili mimi ambalo nimekuwa kila siku nikilisema, wachezaji wa kigeni tumekuwa tukiwaona kama miungu watu, na sipingi wachezaji wa kigeni kuja na wala sina ubaguzi, lakini tumekuwa tuna kasumba ya kipuuzi
ya kuwadharau wachezaji wazawa. Tumeona kipa wa kigeni alioingia kapigwa goli 2. Metacha alifungwa goli 1 ambalo ni kosa la kiufundi la ukuta ambao ulikuwa umesimama, si ndivyo? Lakini magoli kama hayo umeshafungwa makipa wa kigeni. Kafungwa Diara goli la kona moja kwa moja, lakini ile goli angefungwa Metacha angetolewa, si ndivyo? Kafungwa Diara katikati ya uwanja na Selebwenzi. Kafungwa Kasali goli la vile vile, alifungwa Pinpin Kamara, mpira alirudisha ndani, lakini kwa sababu ni wageni na tuna mashabiki oya watu waoni. Sasa kilichonitia hofu ni kwamba huu oya sasa umeanza kuingia katika level ya ufundi. Ikiwa mchezaji anakosea uwanjani alafu unamtoa pale hajaumia, hajafanyaje, unamtoa kwa kuonyesha kwamba ile goli alilofungwa hakustahili. Mpira ni mchezo wa makosa. Ni kama kuna picha fulani wanataka kuituma katika jamii ambayo sio picha sawa. Wana namna wanaweza kufuta hiyo picha ambayo jamii inaichukulia, lakini sio katika ambacho wamemfanyia Metacha Mnata. Ni kama kumtoa kafara ya uongo, kafara ambayo hakutakiwa kufanywa katika siku ya leo. Mchezaji na inawezekana ikamchukua muda mrefu sana mchezaji kurecover na hata kukuamini wewe kama mtu ambaye unaweza ukamlinda kwenye matukio. Mimi Lwambano nampa benefit of a doubt Metacha. Yeah. Kwa sababu kuna mchezo wa nusu finali ya Champions League. Yeah. Ilikuwa ni Barcelona dhidi ya Liverpool. Yeah. Ilikuwa ni msimu 2018-19. Yeah. Messi anamfunga Alisson beka katika mazingira kama yale. Ukuta umepangwa, Alisson kaweka ukuta. Alafu Messi alichokifanya alipiga mpira kuzunguka ukuta. Alisson anashtuka, mpira huu hapa. Yeah. Kwa hata Metacha alichokifanya akapanga ukuta wake, alafu yeye akawa anarudi kuibia kwamba just in case, kwa sababu wamekaa wachezaji wawili, kuna mtu wa mguu wa kushoto na wa kulia. Yeah. Kwamba kwa distance iliyopo ukuta na mpira ulipo ili iweze kupigwa ile foul, hawa kupitisha mpira hapa ni ngumu. Hii inaweza kaja upande wa pili wa ukuta. Na kwa maana kama Metacha alikuwa na move kuelekea upande ambao ulikuwa uko wazi. Alichokifanya Okello pale ni lazima umsifie Okello. Okello alisoma akili ya Metacha. Yeah. Kwamba huyu ataniibia mimi huku. Akihisi mimi nitaupitisha mpira juu, yeye akapiga kuzunguka ule ukuta. Wakati Metacha anashtuka, mpira uko tayari hapa, na mara nyingi kwenye principle of goalkeeping, ukitoka hatua moja kurudi pale ulikotoka inakuwaga ni ngumu. Kwa hiyo mpira ukao umeingia golini, of course